Tunaingia katika stori yetu mpya inayokwenda kwa jina la Yatima wa Mapenzi. Jioni ya saa 12 iliingia taksi nyumbani kwa Madam Barira. Mlinzi alifungua geti na gari kaingia ndani. Akashuka kijana Nabil na kwenda nyuma ya gari kuanza kushusha mizigo yake kwenye gari. Huku ndani alionekana binti Hasna akiwa anatoka ndani kwa ajili ya kwenda kumpokea Nabil ambaye alikuwa ni mtoto wa bosi wake, Madam Barira. Alifika akamsalimia Nabil pamoja na dereva taksi aliyemleta Nabil. Baada ya hapo yule dereva taksi akaondoka zake. Nabil na Hasna wakaanza kuingiza mizigo ndani. Muda wa saa 2 usiku Hidaya na Nuru walifika nyumbani hapo. Hawa Hidaya na Nuru nao walikuwa ni wafanyakazi wa hapa nyumbani kwa Madam Barira. Walifika na kumkuta Hasna yupo jikoni anaandaa chakula cha usiku. Hidaya na Nuru wakamuuliza Hasna kama Nabil tayari kashafika. Hasna akasema ndiyo kashafika. Baada ya Hasna kusema Nabil kashafika, Nuru akaanza kusema kuwa mume wake kashafika, hivyo ngoja aende kumsalimia. Akatoka jikoni Nuru na kuelekea kilipo chumba cha Nabil. Huku jikoni alibaki Hasna pamoja na Hidaya. Hidaya akaanza kumuuliza Hasna kama huyo Nabil kweli ni mzuri sana, maana Nuru kazidi kumsifu sana Nabil kuwa ni mzuri sana. Hasna akasema ni kweli Nabil ni mkaka mzuri sana. Hidaya akafurahi sana baada ya kusikia Hasna akathibitisha kuwa Nabil ni mzuri sana. Akaanza kumuuliza Hasna kama na yeye kampenda Nabil. Hasna akasema hajampenda Nabil. Hidaya akaanza kucheka na kumwambia Hasna kuwa alikuwa anamtania tu, ila anajua kuwa Hasna hawezi kumpenda Nabil kwa sababu yeye huaga hajawahi kupenda wala kupendwa. Yeye ni yatima wa mapenzi milele. Aliongea Hidaya huku anatoka zake nje ya lile jiko. Hao mabinti watatu wote walikuwa ni wafanyakazi wa ndani wa Madam Barira. Ila miaka ya nyuma Madam Barira alikuwa na binti moja tu wa kazi ambaye alikuwa ni Nuru. Mpaka Nabil anaondoka kwenda kwenye masomo yake nje ya nchi alimwacha Nuru tu. Huyo ndo alikuwa mfanyakazi wao nyumbani kwao. Ila leo amerudi kutoka masomoni anakuta Nuru yupo na wenzie wawili, Hasna na Hidaya. Nabil akajua tu kuwa mama yake kaamua kuongeza mabinti wengine wawili ili wawe wanasaidiana kazi na Nuru. Sasa hao mabinti watatu Nuru, Hidaya na Hasna, Nuru na Hidaya walikuwa na maboyfriend wao. Walikuwa wanaenda mara kwa mara kwa hao wanaume zao. Ila Hasna yeye hakuwa na mwanaume kwa sababu kila mwanaume anayemtongoza alikuwa hajavutiwa naye. Kwa hiyo muda mwingi alikuwa yupo single na ndio maana wenzie wakampa jina la utani la yatima wa mapenzi. Nuru mara kwa mara alikuwaga anawaambia wenzie kuhusu Nabil kipindi hicho kabla Nabil hajarudi kutoka masomoni. Alikuwa anawaambia wenzie kuwa Nabil ni mzuri sana na anampenda sana yeye na anatamani siku moja na anaamini siku moja watakuja kuoana na kuwa mke na mume. Sasa leo Nabil karudi, Hidaya katoka jikoni na kutaka kwenda kumuona huyo Nabil ambaye alikuwa anasifiwa kila siku na Nuru kuwa ni mkaka handsome boy kweli kweli. Kipindi hichi Madam Barira alikuwa kasafiri na nyumbani walikuwa wapo wafanyakazi wake tu. Hidaya alipotoka jikoni akawakuta Nuru na Nabil wakiwa wamekaa sebleni wanapiga story. Hidaya akaenda kumsalimia Nabil na baada ya hapo akakaa pembeni ya Nuru. Mara simu ya Nabil ikaanza kuita, mpigaji alikuwa ni Madam Barira. Nabil aliinuka na kwenda chumbani kwake kuzungumza na mama yake. Huku sebleni Nuru na Hidaya wakapata nafasi sasa ya kuongea. Hidaya akawa anasema kwa furaha sana Nabil kweli ni mzuri na atahakikisha lazima atampata Nabil. Nuru akasema kuwa hawezi kumpata Nabil kwa sababu Nabil ni wake yeye, ndio atakayekuwa naye yeye. Wakaanza mzozo pale wa kumgombea Nabil ambaye hakuwahi kumtongoza hata mmoja wao. Mara simu ya Nuru ikaanza kuita, kuangalia mpigaji alikuwa ni Madam Barira. Basi wakatulia na Nuru akapokea simu, walisalimiana na baada ya salamu Madam Barira akamwambia Nuru kuwa ajitahidi kumzingatia mwanae kwenye misosi, apike chakula ambacho Nabil anakipenda. Nuru akasema sawa, haina shida. Madam Barira akakata simu. Hakuwa na wasiwasi Madam Barira na Nuru kwa sababu ni mfanyakazi wake wa muda mrefu sana na anajua vyakula anavyovipenda Nabil. Nuru na Hidaya wakaenda jikoni kusaidiana kupika na Hasna. Baadaye muda wa kula ukafika, Nabil akapewa taarifa chakula tayari, akaelekea meza ya chakula. Alikaa kwenye kiti na kuwaita wafanyakazi wake waje kula, ila wakasema kuwa wao huaga hawali meza ya chakula. Wao wanakulaga jikoni. Nabil akasema hapana, waende wakakae wote wale kwa pamoja. Akaenda Hidaya na Nuru. Hasna hakuonekana kuja meza ya chakula. Nabil akauliza tena mbona hawajatimia. Nuru akasema Hasna ameenda kulala. Hata kula hakutaka kula kwa sababu alikuwa akachoka sana. Nabil akasema sawa. Na kweli huku chumbani kwao hao mabinti watatu alionekana Hasna akiwa amelala fofofu amechoka hoi kwa sababu siku ya leo kazi za nyumba nzima alifanya yeye peke yake. Wenzao walikuwa hawapo, wameenda kwa wanaume zao.
Kulikucha asubuhi, watu waliamka nyumbani kwa Madam Barira. Nabil alikuwa yupo nje anafanya mazoezi ya viungo. Hidaya naye akatoka nje bana, eti alikuwa anajifanya anamwagilia maji kwenye maua, ila kiukweli alikuwa muongo. Hakuwa na nia kumwagia maji kwenye maua, ila nia yake ilikuwa ni kumuona Nabil tu. Mara Nuru akaanza kumuita Hidaya. Hidaya akaenda kumsikiliza Nuru. Nuru akamwambia Hidaya aache anachokifanya nje, aje ndani kufanya kazi za ndani. Hidaya akasema sawa. Hidaya akasema yeye anamwagilia maji maua. Nuru akamwambia aachane na hiyo kazi, aje ndani kusaidiana kazi na wenzie. Hidaya akakubali kishingo upande kwa sababu Nuru ndo alikuwa kiongozi wao wafanyakazi wote wa humo ndani. Kwa hiyo kauli yake ilikuwa haipingwi. Nabil alimaliza mazoezi yake na kuingia chumbani kwake kwenda kuoga. Akiwa huko kabla hajaoga alimpigia simu mama yake na kumjulia hali. Rafiki yake Nabil naye alipiga simu, Nabil akapokea na kuzungumza naye. Baada ya hapo akaenda kuoga na alivyomaliza akaenda kunywa chai. Meza ya chakula alikuwepo Nabil na Hidaya. Nabil akauliza wengine wapo wapi? Hidaya akasema washakunywa chai na wameenda supermarket kununua vyakula vilivyopungua. Nabil akasema sawa, na baada ya kunywa chai Nabil akaondoka zake. Alirudi usiku Nabil na kumkuta Hasna akiwa amekaa sebleni peke yake anaangalia TV. Alimuuliza mbona haonekani? Hasna akasema yeye yupo tu. Nabil akamwambia anajificha sana kwa sababu hamuoni mara kwa mara japo wanakaa nyumba moja. Baada ya mazungumzo mafupi Nabil akaenda chumbani kwake. Hasna akabaki kumsindikiza kwa macho tu mpaka alipoingia chumbani kwake. Hasna akashusha pumzi na kurudisha macho yake kuangalia runinga, ila akili yake haikuwa hapo kwenye TV. Akili yake ilikuwa ipo kwa Nabil, mtoto wa bosi wake. Hasna kwa mara ya kwanza alihisi hali ya kumpenda mtu, na mtu mwenyewe si mwingine bali ni Nabil. Alihisi kumpenda Nabil, ila sasa alikuwa anajiuliza kama ataweza kuwa naye, kwa sababu Nuru pamoja na Hidaya na wao wenyewe wanampenda sana Nabil. Sasa itakuwaje hapo? Ataweza kweli kushindana nao hao watu? Asubuhi siku iliyofuata Nabil alienda kufanya mazoezi kama kawaida yake, ila leo Hidaya naye alienda kufanya mazoezi pamoja na Nabil. Baada ya mazoezi walienda kunywa chai. Walikuwa wenyewe wawili tu mezani kwa sababu Hasna na Nuru walikuwa tayari washakunywa chai. Baada ya mazoezi walienda kunywa chai, walikuwa wenyewe wawili tu mezani kwa sababu Hasna na Nuru walikuwa tayari washaenda kunywa chai. Baada ya hapo Nabil akaenda chumbani kwake akachukua laptop yake na kwenda nayo nje. Alienda kukaa kwenye kiti kimoja ambacho kilikuwa chini ya mti wa kivuli na kuanza kuchezea laptop yake. Akiwa anaendelea na kazi zake alishangaa kumuona Hasna yupo getini kwa mlinzi wanapiga story huku akiwa wanacheka sana. Stori zilikuwa zimenoga haswa na Hasna alikuwa anacheka sana. Kitendo ambacho kilimwacha mdomo wazi Nabil, kwani alizoea kumuona huyu binti akiwa mpole sana, yupo serious sana. Hana muda wa kukaa na kupiga stori na mtu na kufurahi kiasi hicho, ila leo kafurahi sana. Nabil akamuita Hasna, Hasna akaenda kumsikiliza alichomuitia, akamwambia akamletea juisi ndani. Akamletea juisi na Nabil akapokea na kuanza kunywa. Ila ukweli alikuwa hana shida na juisi, ila alikuwa anataka kumtoa Hasna pale kwa mlinzi, kwa sababu roho ilikuwa inamuuma kuona Hasna na mlinzi wakiwa wanafurahi sana. Usiku Hasna alionekana akiwa amekaa sebleni anaangalia TV. Alikuwa yupo peke yake. Nabil akafika kutoka matembezi na kumkuta akiwa peke yake. Akamuuliza walipo wenzie. Akasema wenzie wameenda kutembea. Nabil akaingia chumbani kwake ila alikuwa anajisikia huzuni sana kwa kumuona Hasna amekaa akiwa hana furaha hata kidogo. Alijihisi vibaya baada ya kumtoa kwenye furaha aliyokuwa nayo asubuhi ya leo alivyokuwa na mlinzi.